Kwa majina naitwa Daudi Fanuel Tuye, ni mfamasia katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Napenda nitoe dondoo fupi kuhusu matumizi yasiyo sahihi ya dawa yanavyoweza kugeuka kuwa sumu mwilini, ikiwa ni maadhimisho ya wiki ya udhibiti wa matukio ya sumu kitaifa. Cha kwanza tutaanza kwa kujua kwamba sumu ni nini na tutajua pia dawa ni nini. Nikianza na dawa, tunasema dawa ni kiambato amilifu au kitu chochote kile ambacho hutumika kuzuia, kukinga au kutibu magonjwa kwa binadamu au wanyama. Na sumu ni kitu chochote ambacho kikimezwa, kuchomwa au kuvutwa ndani ya mwili hupelekea madhara, ugonjwa na hata kifo. Ni jinsi gani dawa zinavyoweza kugeuka kuwa sumu? Cha kwanza, dawa hutumika kwenye kutibu. Kwa hiyo dawa hufanya kazi kwenye usawa fulani, kwamba dawa ikiwa ni kubwa inaweza kugeuka kuwa sumu na dawa ikiwa ni ndogo inaweza kushindwa kufanya kazi. Kwa hiyo dawa inafanya kazi kwenye usawazo fulani. Kuna kitu ambacho tunakiita therapeutic range, kwamba dawa lazima iwe kwenye kiasi fulani ili iweze kufanya tiba. Kwa mfano, mgonjwa ameandikiwa atumie vidonge 2 kila baada ya masaa 8. Yeye akatumia vidonge 4 kila baada ya masaa 8. Maana yake kuna kiasi cha dawa ambacho kitaongezeka ambacho kitashindwa kufanyaje, kitaenda kuleta madhara mwilini. Na pia akitumia chini ya, kwa mfano ameandikiwa vidonge 2 kila baada ya masaa 8, yeye akatumia kidonge 1 kila baada ya masaa 8, maana yake dawa ile inashindwa kufanya kazi kulingana kwamba kiwango hicho ambacho kinaenda kutoa tiba hakijafikiwa. Kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha dawa kugeuka kuwa sumu ni mageuzi ya dawa. Kwa mfano, umeandikiwa dawa upake au dawa uweke sikioni, wewe badala ya kuweka sikioni ukaweka machoni, au badala ya kupaka wewe ukanywa, tayari hapo dawa inaweza kugeuka kuwa sumu. Kitu kingine ni matumizi ya dawa nyingi kwa wakati mmoja. Unapotumia dawa zaidi ya moja kwa wakati mmoja, wakati mwingine zile dawa unakuta zinaleta mwingiliano, zinageuka kuwa sumu. Na kitu kingine ni matumizi holela ya dawa. Kwa mfano, unaumwa, unaenda labda duka la dawa, unachukua dawa, unanunua dawa kiholela, unakuwa hujui unaumwa ugonjwa gani. Hiyo pia inaweza kupelekea wewe kupata sumu. Kitu kingine ni matumizi ya dawa ambazo hazijasajiliwa. Dawa zozote ambazo hazijasajiliwa, hazijathibitishwa na mamlaka ambazo zinatumika kudhibiti dawa, inaweza pia zikawa hazina kiwango cha dawa ambacho kitaenda kutibu, au inaweza kuwa na kiwango ambacho aidha ni kingi ambacho kinaenda kuleta madhara. Kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha dawa kugeuka kuwa sumu ni hali ya ugonjwa, kwamba kuna baadhi ya magonjwa, kwa mfano wagonjwa wa figo, wagonjwa wa ini, kwamba dozi zao lazima zifanyeje, zipunguzwe. Mtu ambaye ni mgonjwa wa magonjwa hayo hawezi kutumia kiasi cha dawa sana watu ambao ni wazima. Kwa hiyo lazima dozi ipunguzwe. Isipopunguzwa inaweza kugeuka kuwa sumu mwilini. Kitu kingine ni umri. Watoto wadogo dozi zao si sawa na watu ambao ni wazima, na pia wazee dozi zao si sana za watu ambao hawajafikia uzee. Kwa hiyo kwa watoto unakuta vitu ambavyo vinatumika kuzichakata dawa na kuzitoa nje, viungo hivyo, kwa mfano ini na figo, unakuta hazijawa imara, zinakuwa hazijawa imara kuweza kuzitoa dawa hizo. Na pia
Kwa wazee pia unakuta viungo hivyo, ini na figo zimechoka kiasi kwamba hazina uwezo wa kuchakata dawa na kuitoa mwilini. Kwa hiyo inaweza kapelekea mtu kupata nini? Kupata pia sumu. Kitu kingine ni matumizi ya mabaki ya dawa. Unapoandikiwa dawa, tunatarajia kwamba dawa hiyo lazima fanyeje? Uitumie yote ishe. Basi kibaki kitokeo imebaki, unavyohifadhi inaweza ikaleta shida, na utakavyo kuja kuitumia baadaye unaweza kukuta dawa hiyo ishafanyaje? Isha expire, inaweza kaleta sumu mwilini. Kitu kingine ni matumizi ya mitishamba, kwamba unapotumia mitishamba kuna wakati mwingine unakuwa haujui ni kiasi gani sahihi cha dawa ambacho kinaenda kukutibu. Kwa hiyo unaweza ukajikuta umejioverdose, ukaenda kusababisha shida, ukaenda kusababisha sumu mwilini. Ni jinsi gani tunaweza tukazuia matukio ya sumu yatokanayo na dawa? Kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kujua ni kwamba dawa nyingi zinakuwa na dawa mbadala ambazo zinaenda kuzuia yale madhara. Kuna kitu tunakiita antidote. Antidote ni dawa ambayo inaenda kuzuia madhara ya dawa ambayo inasababishwa na dawa nyingine. Kwa hiyo dawa antidote inasaidia kuzuia madhara ya hiyo dawa. Kwa mfano, umetumia paracetamol, labda overdose, baada ya kutumia vidonge viwili au kimoja kila baada ya masaa 8, wewe umetumia vidonge 4, umetumia vidonge 5, tayari tunakuwa na dawa ambazo zinaenda kuzuia yale madhara yatokanayo na ile dawa. Kwa hiyo ni vema kitokea hivyo ukafika kituo cha kutolea huduma za afya ili uweze kufanyaje? Kupewa dawa ya hivyo ili kuweza kuondoa ile sumu mwilini. Ni madhara gani yanaweza kutokea endapo dawa itageuka kuwa sumu mwilini? Cha kwanza, inaweza kapelekea kifo moja kwa moja. Inaweza kapelekea uhafifu wa kuona au kutoona kabisa. Pia inaweza kupelekea uhafifu wa kutosikia. Maana yake unaweza kupoteza uwezo wa kusikia, na pia inaweza kupelekea kufa kwa figo. Figo inashindwa kufanya kazi, inashindwa kufanya kazi, au inaweza kupelekea pia shida kwenye ini. Ini inaweza kushindwa pia kufanya kazi. Inaweza kupelekea pia moyo kupata shida, nashindwa kufanya kazi, na pia inaweza ikapelekea kupoteza vinyweleo. Inaweza ikapelekea pia madhara kwenye ngozi. Kwa hiyo madhara yanayotokana na dawa yapo mengi sana, sema kutegemeana na kundi la dawa. Kundi hili la dawa litakavyoathiri mwili ni tofauti na kundi jingine litakavyoathiri mwili. Endapo kiasi cha dawa hicho hakitakuwa sahihi, kitakuwa endapo kiasi cha dawa kitakuwa juu, manake umeoverdose. Wito wangu kwa jamii ni kwamba mtu anapopata shida, anapopata madhara au anapopata ugonjwa, ni vyema afike kwenye kituo cha kutolea huduma za afya ili aweze kufanyiwa uchunguzi wa kina, na atapewa dawa, na dawa hizo atapewa pia maelekezo sahihi. Kwa hiyo ni wito wangu pia kwa mgonjwa kwamba atakapopewa dawa afate maelekezo ya wataalamu ili asije akasababisha sumu ambayo inatokana na dawa. Pia wito wangu kwa jamii, hasa jamii ambayo inatuzunguka, ni kwamba kwa hospitali yetu tuna kitengo cha dialysis kwa watu ambao wanakuwa na shida ya figo, ambao figo zao zimeshindwa kufanya kazi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana ili waweze kufanyaje, waweze kuja kupata huduma ya dialysis. Na kitu kingine pia, hospitali yetu iko kwenye mpango wa karibu sana kuanzisha kitengo cha compounding kwa ajili ya kutengeneza dawa ambazo zinahitaji dozi ndogo ndogo, hasa kwa watoto
au watu ambao wana shida labda ya figo au ini, na pia kwa watu ambao ni wazee.